Zena. Zena. Hapa ndo nyumbani, si ndio? Eti. Hapa ndo nyumbani. Nitumie pesa na umwa mimi najisikia vibaya. Nataka nikapime. Kumbe uko na hiki kinyago chako hapa, si ndio? Wa bro, heshima ifuate mkondo wake. Nani kinyago hapa? Hebu nyamaza Guso. Hivi ukiniangalia mimi na wewe tunafanana? Sasa nisikilize. Hela zangu mimi haziliwi bure. Unaelewa vizuri? Pesa yangu mimi hailiwi bure. Utaona. Labda iwe sio mimi. Haki ya Mungu. Naomba umfanyie jambo ajutie milele. Yaani kiufupi ubaya ubwela. Ubaya ubwela. Ubaya ubwela. Naomba mfanyie kitu asinisahau katika maisha yake. Bibi. Aliyemfanyia hivi mama mdogo. Niachie mimi. Mama mdogo. Twende ndani. Jamani, msale mwanafundi, msale mwanafundi, msale mwanafundi, msale. Karibu sana. Nipe habari, ni kwema uko toka hapo? Nilikotoka hakuna habari nzuri. Kwani hivi hujui ulichokifanya kwa mamangu mdogo? Ukiona kilemba kimechafuka, basi ujue kanzo itamaniki. Nisikilize wewe kifaranga mdogo uliokosa nyama ya uba. Mimi siwezi kuongea na wewe. Kikaragosi, nataka mwenye kikaragosi aje hapa. Umechagua kuwa mkaidi, si ndio? Unajiona wewe ndio wewe? Karibu uwanjani. Si umechagua kuingia kwenye vita isiyo kuhusu? Karibu. Kwa sababu mnajua kuwakamua watu usiku kama juisi ya miwa, basi mnadhani kila mtu ni mwepesi. Nyama ya mbavu. Ai. Kakua. Owa yangu kulonga choni gwe mwana mbona gula nina myani egwe. Chimwana kidogo dogo chinoga mwe chimwana kidogo dogo chinoga mwe chinoga ayangupa chinogire chinoga mwe chinoga. Bila shaka umemalizana na huyo mtaalamu. Hapana bibi. Yule mtu anaonekana ana kiburi sana. Eti ananiambia kwamba hawezi kuongea na mimi kikaragosi, bali anamtaka mwenye kikaragosi. Sawa. Usijari mjukuu wangu. Yeye anajua huku, sisi tunajua kule. Dawa yao iko jikoni inachemka. Yeye pamoja na wewe anashirikiana naye. Sawa. Nakujua bibi, haushindagi kitu. Katika kipindi chote ambacho niko naye kimahusiano shoga yako, huwezi amini sikuwahi kuona mwili wake. Na ukizingatia amekula pesa zangu nyingi sana. Na ndio maana mimi nikaamua kumfanyia vile. Bila shemeji, ulichokiamua ni kuanzisha vita na ile familia. Wale watu nawajua vizuri, tena A to Z. Ni washirikina vibaya mno. Kwa hiyo Rozi, umri huu mimi niogope kurogwa, si ndio? Eti. Alafu ni bora ungeniuliza ni nani aliyoifanya ile kazi. Katika jiji hili mganga gani nisiyemjua mimi? Ila nakushauri kuwa makini na wale watu.
na huyo Zena mwenyewe ni malaya kwisha kazi. Sijui umefuata nini pale. Ni mapenzi tu Rose. Ila Halo? Sikiliza Gusu. Leo unahitajika ufike Kilingeni mapema sana. Nje ya hapo kitakacho kutokea usinilaumu. Haya sawa, nimekuelewa. Haina shida. Kwa hiyo Rose, mimi natoka kidogo. Naingia kwenye mishe zangu. Anisoma vizuri? Sawa. Mimi mwenyewe naenda kuona shule yangu. Haya, haina noma. Karibu tena. Mwanangu, kumbe nawe ukutana na visiki unapoa kiasi kile. Oya, sema tu nilimheshimu yule mwanamke. Ila nisingekubali aongee mbovu yule mshikaji. Ningemkanda mpaka ungeshangaa. Na asija kaomba tukakutana mimi na yeye. Atakiona cha mtema kuni. Sawa. Wanasemaga sisi sio milima. Tutakutana. Hata mimi sikupenda zao zake. Dawa yake inachemka. Mwanangu, umeiona hii? Hii ndio kila kitu kwenye maisha yangu. Hii ndio nifanya niwe bora kati ya walio bora. Hii pia ni silaha yangu kuu, lakini pia ni ulinzi kwenye maisha yangu. Endapo mtu akichukua hii, basi kanimaliza. Mama, ina maana huu ulinzi ni kwa ajili yako tu? Maana haikunisaidia chochote kipindi ule kijana ananitupia majini yake. Hii rizi ni ya kichawi. Inaweza msaidia mchawi tu. Wewe si bado unaleta malengo kujiunga kwenye uchawi? Mama, ona kule mbele. Umemwona yule kijana pale? Ndiye aliyenitupia majini yake. Na yule pale wa pembeni yake, bila shaka ndio mganga aliyesababisha haya yote. Kazi imeisha. Mama Zena, leo umeupanda mtumbo wa kibwengo. Yaani inamaanisha leo ndio siku yako ya mwisho. Mama, nini tena? Mwanangu, yule mtu bado anaendelea kukufuatilia tena sana. Haina haja ya kumchekea tena. Bibi, shida nini tena? Mjukuu wangu, hakuna jipya. Yule mtu aliyemfanya hivi mamako mdogo anaendelea kumfuatilia tena, yeye pamoja na mganga wake. Kuna kitu cha kufanya. Niko tayari na kitu chochote kuanzia sasa. Wakubwa, nimekuja kwenu, nahitaji msaada. Maana kuna jambo linanitatiza. Nimejitahidi mwenyewe, nimeshindwa. Kwa maana nimekuja hapa kutaka msaada kwenu. Naomba mnisaidie. Nimetumia uwezo wangu wote, imeshindikana. Nguvu zangu zote nimeshindwa. Kwa hiyo nimekuja mbele yenu. Najua nitapata msaada kwenu nyinyi. Kutokana na madhira anayopata mwanangu. Kuna mtu anatusumbua sana na nimeshindwa kupambana naye. Ndio maana nimekuja hapa, nategemea kwamba nitapata msaada kutoka kwenu. Naomba mnisaidie. Usijali.
kukubaliwa, tutampa adhabu anayostahili, ikiwemo kumwondoa kabisa sehemu zake za siri. Na kuhusu mganga wake, atakapojaribu kufanya lolote lile, basi itakuwa ndo mwisho wa maisha yake. Asanteni sana. Nashukuru. Mtu wako yule pale. Ndiyo, ndo yeye yule. Hebu twende. Oya, siku ile ulitamba sana mbele ya yule mwanamke. Sasa na leo tamba na hapa. Tamba. Wewe unajikuta mwamba. Tamba. Nilitamba na nitaendelea kutamba. Kwani mnadhani kuna ninaye mofia hapa? Nyie si mapunga tu. Kama unavyoniona shoga yangu, sina kuumwa kichwa wala kiuno, niko mzima kama chuma. Hata mimi nakuona shoga yangu, nilikumisi, nilipoa, nilikosa hata kunishauri, ila pole, umeteseka kwa kiasi chake shoga yangu. Yule mpuuzi alizani kamaliza kila kitu, ila namshukuru sana mama yangu, kauli yake hiyo moja tu akamaliza kila kitu, yaani fresh kabisa. Ila Zena, unajua kama Guzo yuko na hali mbaya sana. Kwani na yeye anaweza kuumwa? Eti anaumwa kweli, tena anaumwa sana, na kinachosikitisha inasemekana amepigwa na kaka wawili, Dizo na mwenye nazi, na sasa hivi inapata kama wiki 2. Sawa kabisa. Yaani mimi nilikuwa nataka wamkungute mpaka ajue hii dunia kwamba dunia hii duara. Yeye alivyonifanyia vile akajua yani ndo kaweza kamaliza. Sasa muache limpute. Ila Zena, mbona una ungwanda shoga yangu? Rose, mbona kama unanifokea? Kwa hiyo mimi nimsaidie nini huyo Guzo? Au hauna cha kuzungumza? Kama hauna cha kuzungumza, unaweza ukaondoka kwenu. Sijui unanielewa? Guzo ndo uchafu gani sasa? Basi Aisha shoga yangu, mdomo koma. Mimi nilitaka tu nikutaarifu. Kama unaona nakukwaza, basi. Uwe dawa, ulonda dawa, mpe dawa, mwana bado mdogo, dawa mpe dawa, mpe dawa. Karibu. Karibu. Asante sana. Nimekaribia mtaalamu. Ni kama wiki moja hivi iliyopita ulinipigia simu ukaniambia kwamba nijitahidi nifike haraka sana hapa Kilingeni. Lakini kwa bahati mbaya siku ile sikuweza kufika. Na yote kwa sababu nilikutana na madhila njiani.
wakati natoka nyumbani nakuja hapa nilikutana na wale vijana ambaye mmojawapo ndio alikuwa na mahusiano na yule binti. Ile kazi ambayo tulikuja kuifanya siku ile ni kwa sababu ya huyo kijana, lakini kwa bahati mbaya inaonekana alikuwa na kisasi na mimi, kwa sababu walinishambulia kiasi kwamba mimi nimelazwa hospitali wiki nzima. Lakini nilipotoka nikaona nifanye kule hali vyovyote vile nifike hapa Kilingeni nije kusikiliza wito wako. Kwa kupigia simu na kukwambia ufike haraka Kilingeni nilikuwa na maana kubwa sana, kwa maana yule uliomfanyia naye kakufanyia, na ndio maana nikahitaji ufike hapa. Kwa kuwa umekaidi, basi chochote kitakachotokea sina msaada nacho. Ina maana hakuna uwezekano wowote wa kufanya chochote kile, kwa sababu matatizo yameendelea kunizonga. Sio hilo tu, mpaka kazi mpaka sasa hivi mimi sina. Yaani nimefukuzwa kazi. Siwezi, tushachelewa. Ina maana hakuna uwezekano wowote ule. Uwezo wa kukukabidhi tena dawa sina. Kwa kitu kilichotumwa ni kizito upande wako, sina uwezo napo na wala sina uwezo nacho. Sasa kama ulikuwa uwezi jambo, kwa nini ulilifanya? Nililifanya kwa kuwa ulihitaji nifanye. Usingehitaji nisingefanya. Oh, dawa, nataka dawa, mpe dawa.